What's up guys, it's your host Mishi na leo tuko na wageni, tuko na waraza hapa hivyo. So topic ya leo itakuwa kali, itakuwa tu moto, so just follow us step by step. Acha nipe guest chance wajiintroduce ndio tuanze. Vile umesikia sisi tuko hapa Lions Media, juu nayo ni ya Lions, kumaanisha lazima vibration itakuwa high, lazima itakuwa positive. Tuna change minds za watu zikuwe from negative to positive. That is mavijana na wazee kwa jumla tubambike na hii, na tusubscribe na tuingie na tu like na tu share. Iende sana. Si vibration yetu ni positive. Sasa naye mimi naitwa James Mwangi au Wawero. Mimi ni mzee, mtu wa Mungu. Na kwa hii station sasa mjue hii station tumeanza kuwa na station mpya. Kwa hivyo sasa mnanijua kutoka zamani, niko TikTok, niko Facebook, X, lakini sasa tumekuwa na studio ambaye sasa hatutatumia studio hizo sasa zingine, lakini tutakuwa tunaingia. Kwa hivyo sasa tunangoja kuanza. Nisale maswali. Mboa akiweko. Hivi huyu naye ni pastor akiweko. Sasa mimi nitafikisha hapo ndio ningoje maswali. All right. This is Pastor Duke, as you know, son of the high priest from Jatwim Ministries online. And today we are at Lions Media, ready to kick the heat. And we believe, as we are, our main backbone is the youth of this generation. We don't have malice, we don't have anything other than to drop it as it is. Yeah, that's me, Pastor Wilfred. Topic ya kwanza, swali ya kwanza ni kuuliza about what do you believe in? Mnaamini nini, like kama sisi venye tunaamini Jesus Christ, nyinyi mnaamini? Yani sisi tu imani yetu ni moja tu, igawa tofauti. Ni sisi tunatumia Biblia na tunatumia Quran. Mnatumia Biblia na Quran zote mbili? Zote mbili. Sababu naye sisi tenye tunaongea kama sasa, kwa mfano na kuweka TikTok, na kwa TikTok kuweka najiita nyakati za mwisho. Kwa hivyo nyakati za mwisho hasikuji kwa kabila, hasikuji kwa, yani hii ni ufalme ambaye tuliambiwa na Yesu Kristo tuwe tunaomba ufalme wa Mungu na ukuje. Kwa hivyo hii ufalme sio ati umekuja kwa familia, sio ati umekuja kwa nchi, ni ufalme ambaye umekuja dunia mzima. Kwa hivyo chenye sisi huwa tunaongea na ukweli, hakuna mahali ambapo unaweza enda bila kupitia kwa Yesu Kristo. Kama wewe ni Mkristo, kama wewe ni Muislamu, lazima upitie kwa Muhammad ndio akupeleke kwa Mungu, ama malaika wake wakupeleke kwa Mungu. Lakini lazima wapitie, hata hao malaika lazima wapitie kwa Muhammad, lazima wapitie kwa Yesu Kristo. So unajiita nyakati za mwisho. Nyakati za mwisho kwenyu mnaamini kuna kifo? Kama si wa Kristo tunajua kila binadamu kuna siku yake ya mwisho, kuna kufa kwake. Ninyi mnaamini kuna kitu kama kifo? Kuamini tunaamini kifo iko. So mtakufa, kila mtu atakufa. Sisi hatutakufa, lakini hatuwezi kusema hakiko. Unaona, kama mimi sasa niko na miaka ngapi ya kimwili ni 68. Hiyo ni ya kimwili, lakini ya kiroho ni miaka 30. Unaona sasa. Kwa hivyo mimi huwezi ukaniambia ati mimi ni mzee. Hapana. Kiroho, kimwili ni mzee, lakini kiroho ni kijana. Sasa pastor, unaweza sema nini kuhusu hiyo ya wao mambo na kifo? Kwanza kabisa nashukuru kwa sababu ya kila moja na kutana mahali hapa. Kuna kitu ambayo mzee kijana amesema. Sasa ni mzee na ni kijana. Amesema ni yeye ni mzee lakini yeye ni kijana. Mwanzo kabisa, unajua tukizungumzia mambo ya masuala ya kifo, kifo yana watu wengi hawana uelewa bayana kulingana na kifo. Manake kuna mtu tayari ameshakufa lakini tunamuona ako hai.
ina maana kuna vile mtu anaweza akasema kuwa ako hai, lakini kuna sehemu amekufa. Kama vile amesema kutumia mfano wake ya kwamba ukimwangalia bayana kwa macho ya kawaida ya wastani, unaona ako na miaka 68. Lakini ukirudi kwa upande mwingine, upande wa pili amesema ya kwamba akirudi katika ulimwengu wa kiroho ako na miaka 30. So wakati Mungu, tukirudi kwa Biblia, manake sisi vile amesema tunatumia Biblia. Ukisoma Biblia kuanzia mwanzo, Genesis chapter 1, kuna uumbaji wa kwanza. Ukirudi kwa Genesis chapter 2 around verse 20, kuna uumbaji wa pili. Ambapo unaelezwa ya kwamba uumbaji wa kwanza kulikuweko na mambo ambayo yaliumbwa katika ulimwengu wa kiroho. Ukisoma Biblia yako vizuri, kuja katika kitabu cha Mwanzo wa pili, inasema let us now make man in our own image. Now that is now the physical, and that was now distinguished now kiroho na kimwili. Unaona, hiyo ni uumbaji mara ngapi? Mara mbili. So kwa kawaida vitu vingi huanza kiroho, maana mwanadamu ni roho. Mwanadamu ni roho, we are spirits. Unaona? We are spirits. So when you're talking of death, you first die in the spirit, then physically na manifest. It cannot start hapa kwa mwili kama hajafika kiroho. So ndio maana tunasema ya kwamba tunapozungumzia kifo inaanzia kiroho. Then physically ni reasons, kwa sababu ni kimwili, lazima kuwe na reasons. Unaweza kuteguka na mawe uanguke, hiyo ni reason ya kufa kimwili. Unaweza ukagongwa na gari, unaweza ukagongwa na ngumi tu moja, mtu akupate tu jab moja, usikie jamaa ameenda. Unaona? That is bado, hiyo ni reason za death. So death is there, but it starts first katika ulimwengu wa kiroho. Mtu akisha kufa katika kiroho ndio anakufa kimwili. Unajua, lakini nao wamesema wao ni immortal. Kwa hivyo kwa hivyo ukitumaanishe, ukisema kifo inaanzia kiroho, which means usipokufa kiroho ufai kufa mwili. Hauwezi. Yes, so hapo ndipo tuko. Juu hata pale unasema mshahara ya dhambi ni mauti, na mauti ndio kifo. So mtu asipofanya dhambi hawezi kufa. Juu mwenye amefanya dhambi ni kumaanisha amekufa kiroho. Yes, so kumaanisha usipofanya dhambi haujakufa. Ndio. Ukiangalia kidogo tu, ukiangalia mambo ya dhambi, unajua dhambi kuna mali inaanzia. Dhambi huanza uletwa na tamaa. Tamaa, yani the desires of someone. So wakati una tamaa yako ndio itakuelekeza kwa dhambi. Now dhambi ndio inakuwa ni result ya tamaa. Then ukitoka kwa tamaa ambayo ikikuja kwa dhambi, ikishakuwa, nasema Biblia inasema kwamba inakuwa na ujazito, then inazaa kifo. Unaona? So kifo ni result ya dhambi. Dhambi ni result ya Now dhambi ina weaken your spirit. Ambao sasa ikisha weaken the spirit, you die spiritually, then now inakuja to physical. So ndio unapata, ndio nilikuwa nasema pale tu mzee alikuwa amesema usipofanya dhambi hauwezi kufa. Ni ngumu. So tuambie watu waachane na dhambi, kifo iwaondokee. Yani ni lugha mzuri. Yani ni lugha mzuri. Ukane kifo, ukane ibilisi, naye Mungu akulipe. Sababu naye kifo, ukweli wa Mungu, kifo haitoki kwa Mungu. Lakini hao watoto wanazaliwango alafu wanakufa. Mtoto kwangi amefanya makosa, kwangi na dhambi. Hiyo huaga ni kafara. Hiyo ni kafara huaga inatolewa. Na hata ukisoma Biblia pale kile kijana alikuwa anaitwa Isaac. Yule baba yake aliambiwa na Mungu amtolee ile mtoto sadaka. Ile ilikuwaga, watu walikuwaga wanatoa watoto kafara. Sasa mpaka wakati huu kama mama unapata amepata miscarriage, ama mama ameenda kujifungua mtoto akatoka akiwa amekufa, ama mtoto akakufa within hizo siku hizo madakika amezaliwa, alizaliwa akiwa sawa lakini akaaga. Mtoto hajafanya makosa. Ule hana makosa. Ile naye ndiye nakwambia pale kuna siri ya ibilisi. Sababu naye ibilisi kuna vile uwaga anachukua yule roho. Unaona sasa kutoka kwa yule mtoto. Unaona? Kwa hivyo ibilisi ndiye anafanya huyu mtoto asisafaje. Unaona? Hata wewe, hata mimi, hata huyu anakufa. Unaona? Ni kuuawa na uawa. Yani mtu yeyote yule ambaye
vile huyu ndugu yangu amesema, sisi ni malaika. Watu wengi hata wa Kristo ukiwaambia, uambie mtu kwa mfano, unajua mimi nishaongea nao, uambie na ujuage wewe ni malaika. Yule mtu akwambia hapana, mimi sio malaika, mimi ni mtu. Sasa si unaona, sasa tayari yule mtu ashaamini yeye si malaika. Na yeye ni malaika. Na malaika. Yeye ni hata wewe. Hata wewe ni malaika. Mimi nitakataa ya kwamba mimi ni malaika. Jambo la kwanza na okay, sawa, naye ndiye ukatae sababu niko hapa. Kitu cha kwanza na wewe nikuulize swali. Umefika hiyo kwa hiyo miaka na wewe umesoma. Yule mtu amekufa. Na ni kweli amekufa. Kitu gani hiyo ilikuwaga ndani yake ikatoka? Ni nini hiyo ilikuwaga ndani yake ndio itoke ndiye tumuite maiti? Ni nini ile? Na hiyo naye ujue imani ya wengi, isipokuwa sasa wewe imani yako ni gani? Watu wengi wanaamini wewe ukikufa unaishi tena. Unaona? Ni nini ile inaishi tena na imetoka kwako? Ni nini ile inaishi tena? Nani yule anaenda kuishi tena? Kama sio yule alikuwaga ndani yako. Na tena kwa mfano mzuri, hata Yesu Kristo wakati alikufaga, aliendaga wapi? Kwa Ibilisi. Vile Biblia huaga ama kwa giza. Sisi kitu kaa hiyo. Unaona kusimu. Unaona sasa. Kwa hivyo alikuwa ameenda kufanya nini kule? Kule alikuwa ameenda kuchukua maroho ya ama malaika ya wale watu ambao walikuwa ndani ya Abraham. Na wale wengine walikuwa wamemwamini Mungu ambao walikuwa wamekufa. Na ndiye sasa ifike alienda akawachukua akawapeleka kwa Mungu. Ndiye sasa naye Biblia ipate kutimi ati hakuna yeyote yule ambaye anaweza kuenda kwa Mungu bila kupitia kwa Yesu mwenyewe. Kwa hivyo kidogo tu. Sasa wewe sema pale unakataa. Ndio tuweze kuena uelewa. Kuna Mungu anakaa katika utatu. God the Father, God the Son, and God the Spirit. Vile vile mwanadamu anakaa katika utatu. Kuna body, hii mwili, kuna soul. Sawa. And then hizo sasa kuna body spirit ndani ya binadamu. Okay, hiyo information uko nayo. Anything that tunakuja nayo inakuwa backed up kulingana na pale imani yako imetoka. Kila mtu kuna mahali imani yake imetoka. Sasa mimi naweza kupeleka kwa Biblia na nikuonyeshe ya kwamba existence ya nini. So wakati tunasema like mwanadamu ni malaika, ni nini una back nayo? Kwa sababu lazima kuwe na backup. Na nasema hivyo kwa sababu tukirudi chini kabla mzungu kuja, turudi kwa jamii yetu ya Kiafrika. Culture sasa, tamaduni zetu wa Afrika kabla mzungu hajakuja. Unapata kama ni kulikuwa na Mount Kenya, kulikuwa na Luanda Mageres, the likes, kulikuwa na watu ambao walikuwa naamini ya kwamba chanzo. Na hata tunashukuru kwa sababu uko hapa. Unaona? So kabla ya mzungu kukuja kulikuwa na kuelewa na kuamini. Na sasa wakati mzungu alikuja kuna tena kuelewa na kuamini. Sasa unaposema ya kwamba mwanadamu ni malaika, ni nini uko nao kama inaweza dhibitisha ya kwamba mwanadamu ni malaika? Ukisema binadamu ni malaika, kidogo tu nimaliza alafu ndio utanijibu. Kwa sababu tunaangalia wakati Yesu anabatizwa, tunaona the dove inakuja. Ile ilikuwa ni the Holy Spirit, ilikuja in the form of a dove, ambayo ilikuwa ni mazungumzo, connection ya Mungu Baba na Mungu Mwana. Unaona hiyo? So tuna hiyo backup. So wakati nasema mwanadamu ni malaika, ndio tuweze kuelewana ni nini una dhibitisho ya kwamba unaweza ukasema ya kwamba tukitoa hiyo unasema confusion ya kwamba kuna soul ni Holy Spirit ambao ni nafsi. Soul ni nafsi, roho na mwili. Nafsi. Nafsi ni kama vile tu ulikuwa unauliza, kuna mahali tulikuwa ingawa hatujafika hapo, kuna mahali tulikuwa tunasema habari ya nywele. Unaona? Kwa mfano sasa nywele iko na ni nafsi. Kuna nafsi ya nywele ndani yangu. Unaona sasa? Kwa hivyo ile ni nywele ni kama sensor kwa binadamu.
Unaona? Kwa hivyo unaweza pitia mahali na iwe kuna kitu kimekungojea mbele. Unaona? Kwa hivyo ile nerves connection na akili na malaika wako hapo. Yaani unasikia ni miguu haiendi. Kwa hivyo huwezi pita pale. Sababu nywele naye unaisikia inakwambia. Yaani unasikia kitu, kuna kitu unasikia kwa nywele. Unaona sasa? Na tena kusema malaika, hata waibaji wenyewe wanasemaga kuna mtu wa ndani na mtu wa nje. Hata kuna muibaji amesema kuna malaika wa ndani ama mtu ya ndani na mtu ya nje. Kwa hivyo mtu ya ndani ni nani? Nani huyo? Kwa hivyo huyu ni malaika. Na huyu ndiye malaika ndiye anatoka ndani yako na anaenda. Na ndiye huyo sasa anaendaga kuishi tena. Huyo anaitwa soul. Na sasa hapo ndiye tunakuita mighty. Ngoja mimi naomba nielewe. Malaika na hisia na soul ni kitu kimoja. Unajua sasa ndio malaika wa ndani. Soul inaambia malaika wa ndani. Kwa hivyo sasa iko na hiyo mazungumzo katika. Kwa hivyo sasa hawa wanaita soul, malaika kwa ndani yako. Ona hawa ndio wanaita soul. Na spirit sasa ni mwenye anaongelea ana control huyu wa ndani. Ngoja kidogo tu niulize swali. Samahani. Kweli. Kuna malaika wangapi duniani? Wengi sana, billions of angels. Ukiangalia kama malaika vile tuko sasa kwa mfano, unaona kama sisi sasa, na hata wacha hivyo, hata ile pepo ilipokuzagwa na Yesu Kristo pale, kwa yule zile pepo ziliingia ndani ya nguruwe. Biblia inasemaga male maroho walikuwa wangapi? Sijui 500. Walikuwa wengi. Na tena unasikia wanaongea na Yesu Kristo, tutatoka. Na tumeona wewe ni nani? Lakini tutaenda wapi? Nani wale wanaongea na Yesu Kristo na wanaulizana tutaenda wapi? Nani wale? Kwa hivyo lazima, na hiyo haina tafadhali, kila mtu duniani, uwe Muhindi, uwe Muislamu, uwe nani, ukweli wa Mungu, wewe ni malaika. Na ndiye nimekwambia, kwa mfano, sio hata huyo mwenyewe anatusikiza, ushahidi wa kubishana. Sababu chenye naongea naye mimi kwa sasa nimekwambia niko Facebook, waga najiita ukweli wa Mungu. Kwa hivyo mimi hapana iko hapa kubishana. Ni kweli. Sababu naye chenye naongea niko na confidence naye. Na hata ikifikaga bahari si unasikia mimi nasemaga ukweli wa Mungu. Sababu chenye naongea ni ukweli. Na hata wakati nakwambia habari ya Biblia, mimi usije ukaniulize ate Biblia hapo unasema imeandikwa wapi? Sababu wewe unataka kusema ati lazima nikwambie ni John kama fulani hapa. Yaani na ikifika hapo ati wewe unataka kuniambia ati ni kama mimi naongea uongo. Hiyo haijaandikwa. Unaona sasa? Alafu sasa niulize mna nini? Mnaendanga kama venye si wa Kristo tunaendanga kanisa. Jumapili, Waislamu wanaendanga Friday. Nyinyi kama Warasta mnaendanga kanisa ama mnaendanga? Sisi hata sio marasta. Sisi usituite marasta. Sisi ni watu wa Mungu. Yaani chenye sisi tumebebeshwa na Mungu ni ufalme wa Mungu wa hapa duniani. Kwa hivyo na hii ufalme tunaongea habari yake, haina Mrasta, haina Muhindi, haina Muislamu, haina Muisraeli, haina Muirani. Ni ufalme ambaye umekuja dunia mzima. Na hii ufalme tunaongea habari yake ni ule ufalme Yesu Kristo alituambia tuwe tunaomba na ufalme wa Mungu na ukuje. Kwa hivyo hata hapa duniani ukweli wa Mungu hakuna ufalme wa Mungu. Sababu hata Yesu Kristo wakati alienda hakuacha, sababu kama ungekuweko hangatuambia tuwe tunaomba ufalme. Kwa hivyo nyinyi hamuendani hatuna kanisa, ingawa kwa sasa kanisa ya Mungu sasa itakuja kujengwa kwa sasa. Vile umeona tumeanza kwa hii studio, hivyo ndivyo hii studio ni ya Mungu na ushahidi wake. Kwa hivyo hata kanisa ya Mungu naye
na itakuja kujengwa vile hii station. Lakini iko wale wanasema nyinyi ndio seers. Nyinyi ndio Mungu alafu nyinyi alafu mnapeleka ujumbe kwa na Kristo, kwa Islamu, wote duniani. Wote duniani. Nyinyi ndio seers, nyinyi ndio prophets. Mungu alafu nyinyi alafu wao wengine. Hata sasa ndio unasikia sasa ndio tukuja hapa. Tumekuja hapa ili tufikishie message ndũrĩrĩ ciothe, yani makabila yote duniani, tuambie tayari Biblia imetimia chenye kimeandikwa ndani yake, na Quran imetimia chenye kimeandikwa kwa Quran. So ni kufungwa, ni hizi vitabu viwili tunaongea kuhusu habari yake. Pastor, utanena nini kuhusu hiyo jambo wao ndio seers? Mimi kwa kawaida vile tunasema naamini atubishani na atuleti mtafaruku, bali ni kuleta uelewa, kwa sababu imani ni tofauti duniani nzima na imani zote ziko na msingi. Kama mimi nilizaliwa na wakati tunaangalia uumbaji unapoanza, Mungu anamuumba Adamu. Anapomuumba Adamu anampatia manual ya kuishi. Unaona? So iwapo tutatoka nje ya manual ya Mungu, manual ya Mungu, Adamu alipoumbwa aliwekwa katika shamba la Edeni. Alipoweka pale akaambiwa utaishi namna hii, utafanya nini, utakaa namna gani. Na wakati ilionekana haezi kaa peke yake, akaletewa msaidizi, na hapo ndio uumbaji ukaanza. So kama tutakuwa kwenye ile lengo, basi hatutapotea. Bali mjadala ni mkubwa. Lakini naye hapo kidogo ndiye niongee tu kadogo na ndio tuelewane. Yani Mungu, tani sasa tuseme Mungu. Wewe unamtaja Mungu. Kanisa hiyo ingine inamtaja Mungu. Kila mtu anamtaja Mungu. Kwa hivyo sisi Mungu mwenye tunaongea habari yake, sio Mungu mwenye nyinyi mnaongea habari yake. Ni Mungu mgani sasa huyo? Wenyu ndio ja inamaanisha nini ja? Yani jina tu. Hiyo ni jina ya Mungu, lakini yake sasa original ya Kirasta. Sasa Mungu wenyu ni yupi? Mungu wenyu ni yupi? Sasa Mungu wetu ni huyo mwenye ametufikishia hii message tuko naye. Ati tutaona na Mungu wetu naongea. Habari ya Mungu wenu na Mungu wetu sio Mungu mmoja. Hatuongei habari nyinyi, yani sasa na unisamehe. Na hata wewe utasikia udawe utusamehe, sababu sisi tunasemaga na hatukuwagi na ubaya. Tunaona sasa sababu naye Mungu anasema ushahidi wake ataufunulia watu ambaye huwezi ukafikiria. Unaona? Kwa hivyo hapa kuna Mungu ambaye ametufunulia kitu ambaye hajafunuliwa kwa hawa wanamtaja. Kwa hivyo yani hapa tuseme kuna mfano wa Mungu na kuna Mungu mwenyewe original. Sababu hata Mungu mwenyewe sio hata amekuja kupigana na Mungu wa Muislamu, wa Muhindi, wa nani, hapana. Amekuja kupigana na Mungu mmoja hapa duniani. Huyu Mungu awe ni wa Muislamu, awe ni wa Muhindi, awe ni wa Mkikuyu, awe ni wa nani, awe ni Mungu wa nani, amekuja kupigana na huyo Mungu akiwa Mungu mo, na huyu ni Mungu mo. Kwa hivyo huyu ni mfano wa Mungu ambaye unapigana na Mungu. Thank you guys for watching. The show imeenda tu ikiwa lit by lit. Tutakuwa na season 2. Please kindly watch it. Thank you. I'm your host Mishi. Bye till next time, season 2. See you then. Yes, na muingie sana. Mnamsikosa kukujaga. Every time we are here. Blessed.